county competitions. Mimi huwa nasimamia michezo. Na hii shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwa michezo. Wako wale wanakimbia, wako Kamsinga. Kuna hockey shule ya Kaptama inawakilisha Mount Elgon, iko inacheza Kaptama. Kuna basketball pia wako Kamsinga. Na mashule zote za Mount Elgon ambaye ziko Kamsinga nasimamia. Kwa hivyo nimeleta rambirambi za shule ya Kaptama. Najua kwa hii familia kuna wale mimi niliwafunza watoto wa huyu mama, wale walikuwa wadogo. Na saizi niko na wachukuu. Siwezi nikahesabu ni wangapi, lakini najua karibu at least 5 na wajua ambao wanasoma hiyo shule ya Kaptama. Mimi pia Mwalimu Fred ni mwalimu mkuu mwenzangu. Na nikiwa pande ile mahali ninakaa, hata watoto wa mama huyu ni majirani wangu, kina mama Kale, kina Ibrahim, tunaishi na wao. Kwa hivyo nikisimama hapa, mbali na kuleta rambirambi ya shule yangu, hata rambirambi ya familia yangu. Kwa hivyo kwa familia, kwa niaba ya shule ya Kaptama, tunasema pole Mutio. Singeweza kuja mapema kwa sababu tumekuwa na shughuli mingi. Baada ya wakati ya half term, principals walikuwa wameenda conference. Alafu baada ya kidogo tu kuja ikawa ni mambo ya michezo. Kwa hivyo Bwana Fred, nasema pole Mutio Misi. Najua mlikuwa mmeni request mambo ya bus. Bus tungepeana hata ungekuwa na utata. Lakini kwa sababu ya mambo ya michezo bus ililala hata Kamsinga. Bure ngejiunga kwa msafara. Kwa hivyo poleni. Wakati tunaongea, wameongea mambo ya masomo. Wakati walikuwa wanaongea masomo juu ya hii familia, nikakumbuka wale wachukua huyu mama. Wale wanasoma Kaptama. Hiyo habari ni kama walikuwa wanawaambia. Najua kina Kale, kuna wengine hata wako form 4. Kijana mwalimu wako pale. Hiyo message ilikuwa ni yenu. Napoongea shule yetu ya Kaptama sio sasa shule ya chini, ni shule kubwa. Kwa sababu wengi wanaenda university. Na mimi pia ningefurahi kama hao watoto wachukuu wa mwenda zake kesho wakitangaza wanaenda university. Hiyo nataka niwahakishie shule inafanya vizuri. Ilikuwa wiki karibu 3 ambazo zilipita tulifanya sherehe kusherehekea results. Ni ukweli watoto wengi walienda university. Na hata mwaka huu na mimi nataka wewe ule kijana wetu mwenye ako form 4 afungue masikio na aenda akae chini asome, ili wale wataenda university mwaka kesho akuwe pia ndani, kwa sababu mwaka huu wengi wanaenda kwenda university. In fact ni karibu 60 wenye wameonyesha wanaweza kwenda university na hata zaidi ya hiyo. Otherwise kwa familia tunasema pole. Kama kutakuwa na walimu kutoka Kaptama basi watakuja. Lakini mimi pia nataka niseme kwa hii uko Kabiuse ndio nimejua. Hata mimi pia niko na walimu wawili. Na nataka nitoe rambirambi kwa niaba yao kwa sababu wako Kamsinga kwa michezo watakuja. Mmoja ni coach wa basketball, mwingine ni wa athletics. Kwa hivyo tunajiunga wote tukisema poleni kwa niaba ya principals Kaptama Girls. Hata yeye pia ako kwa Science Fair wako Kimilili. Huenda hata kuja, lakini kwa niaba yao wote sisi tunasema pole na tunasimama na familia. Mutio Mise.
ya wageni wanaoendelea kuja kufariji familia. So wakati wowote watakapokufikia, tafadhali weka sadaka yako pale. Ama kanisa hatuchukui chochote. Kuna watu wanatumia M-Pesa, namba ni 0729 95 55 48, taandika Fred Chonge. Kadiri miaka isongavyo inazidi kuwa mbaya sana. Wengine wavizia wazazi kuwa mali za kikatili. Kila siku katika redio ni mauaji kila mahali. Jambo hili la shangaza, maadili yameporomoka. Kadiri miaka isongavyo inazidi kuwa mbaya sana. Wengine wavizia wazazi kuwa mali za kikatili. Kila siku katika redio ni mauaji kila mahali. Nani zinaonyesha Yesu yuwaja. Itakuwaje usipotu na kuungama uovu wako. Mwanadamu, dalili hizi zinaonyesha Yesu yuwaja. Itakuwaje usipotu na kuungama uovu wako. Mwanadamu, dalili hizi zinaonyesha Yesu yuwaja. Itakuwaje usipotu na kuungama uovu wako. Mwanadamu, dalili hizi zinaonyesha Yesu yuwaja. Itakuwaje usipotu na kuungama uovu wako. Toa na Baba pia ututie nguvu kama jamii na afya nzuri, katika jina la Yesu naomba na atakuamini. Amina.
Tenga field pale anaitwa Tanui Ngetich akasema so irire ni ndekwa kimo hiki ni nyinyi msilie wewe nalia namna gani kijana anachomwa kule ng'ambo na ni raha watu wanachoma kuna maneno mengine wewe ni mdongo wewe ni kitu takataka maana pumzi imefanya namna gani lakini pumzi ikienda si kwamba ni mwanadamu sasa wewe huyo pumzi togo nani Mungu alipumzia pumzi mwanadamu akawa nafsi nini hai na ile sababu unapata katika kitabu hicho ambacho 3 fungu la 19 Desemba Mwanzo 3:19 soma 3:19 maandiko nasema kwa jasho la uso wako utakula chakula. Kwa kweli unakula chakula, si unatoa jasho? Kuna wengine hapana fanyanga kazi kama hiyo, wanakaa tu wanangoja tu kukula peke yake. Hawafanyi. Lakini watu lazima ufanye jasho. Saa hizi watu wanapanda mahindi. Rafiki yangu. Si ulipanda juzi? Jirani yangu hebu simama. Huyu jamaa alipanda juzi wakati mvua inanyesha. Na mimi nafikiria kule juu ndani nipande, hakuna siku ile nitapanda. Maana mbolea hata sipata kwa sokoni. Lakini yeye alipata mapema. Alipanda, unakula kwa jasho. Unafanya namna gani? Nasema hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Utarudia ardhi ambapo ulifanya namna gani? There is nobody who goes to heaven. Mtu akifa amefanya namna gani? There's only one person ama wawili wanaoenda mbinguni. Unajua katika Biblia inasema kana ukiwa hai. Neno ni moja sio? Nani mwingine? Jina nasomanga Biblia. Sasa swali zangu. Nasomanga Biblia. Walienda mbinguni wakiwa nini? Hai. Lakini watu wote tangu Adam, even Adam our parent, the first parent ako wapi? Ako hapa. Wewe wapi? Bado. Okay. Kwa maana mafumbi wewe. Wewe ni nani jameni? Mafumbi. Majenge tangu Rahab ni kunengi. Mafumbi mne support yebo kila ne. Temburiet wapi? Tukun sawa tu. Andu ndo kwa nyune de kwa tu. Yegutemburiet, yegutange. Wewe unafanya magani? Unarudi wapi? Ulitolewa pale, wakaweka pumzi. Lakini wakati unakufa pumzi inajiendea mali ilitoka, wewe unafanya magani? Unabaki hapo. Saa ngapi wewe ulienda mbinguni? Na hiyo ni sababu unapata ya kwamba tunaposoma kitabu cha Warumi 5 fungu la 12, wale ambao mnasoma Biblia, wangapi wako na Biblia katika manyumba yao? Na mpaka sasa hivi Biblia mbili. Biblia. Wacha hii ambayo tuko naye hapa. Biblia the real, mimi yangu hapo ndio hiyo nimeshika pale. Lazima ukuwe unasoma Biblia kila wakati. Ujue ukweli. Hebu soma 5:12. Maandiko inasema, yes. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wote wamefanya nini? Dhambi. Yaani wanadamu, Biblia inasema vizuri kwamba kwa mtu mmoja ambaye alikuwa ni nani? Adam. Na Mungu alimwambia kwamba utakula hii matunda yote, lakini hii usifanye namna gani? Lakini shetani akatoka pale anamwambia kwamba uliambiwa nini? Akadanganya mama, akasema kwamba utakuwa kama Mungu. Mama akakula hiyo matunda. Na mzee alipokuja sababu anapendana, basi akasema wacha nikule nami. Na dhambi ikafanya namna gani? Dhambi ndio ileta nini? Imani yako tu, safari yaendelea, kadiri tunavyokaribia nyumbani, tufani zitaongezeka. Nina imani yako tu, safari yaendelea, kadiri tunavyokaribia nyumbani, tufani zitaongezeka. Akishuka mawingu, shangwe kuu, malango yatafunguka, shangwe kuu, tuingie leo, shangwe kuu, tutakapomwona Mwokozi, shangwe kuu, akishuka mawingu, shangwe kuu,
kuu. Nina imani yako tu, safari yaendelea. Karibia nyumbani, tofauti zitaongezeka. Ile mimi nategemea na tulikuwa tunategemea na mama. Sasa mimi ndio nilikaa na mama. Saa hii ameniacha, lakini mtakuwa karibu na mimi ili mnipatie nguvu. Na wapenda wote. Mama alikuwa na furaha, mama alikuwa na upendo, mama hapo mjoni. Hata mimi pia. Asante. Asante. Kwa ufupi tafadhali. Bas, kwa majina mimi naitwa Salim Chonge. Mama ni mwenye amelala. Yeye ndio amenilea kuanzia utotoni mpaka wakati wa kifo chake. Yeye ndio alikuwa ananitegemea kwa upande ya kazi nyumbani hapa. Yeye ndio alinionyesha upande ya kazi. Ni kwamba mimi nashukuru mama, hata ijapokuwa alilala, lakini yale alitenda mambo mazuri. Na hata nilikuwa nasema juzi ama ilikuwa jana ya kwamba mama ni mama ambaye hata aliweza, mama yangu alikuwa anakaa hapo ng'ambo kwa Jesebe, lakini papa aliweza kumfurahia. Na mama aliweza kuniambia kwamba huyu mama ambaye alilala alikuwa na shida, akisema ya kwamba huyu mama yako nilimpenda kwa sababu hakuna mwingine mwenye anakaa kama yeye. Kwa hivyo alimchukua wakati papa alikuwa amempenda, akaweza kumleta hapa mpaka mama wangu sahi ambaye ni Mama Rose. Mimi ni kijana mkubwa kwa huyo mama, kuna dada wangu mkubwa ambaye yako mbele. Isipokuwa sasa nasema ya kwamba mama yangu sahi amekuwa akiita huyu mama ya baba mama. Sisi pia tunamuita mama kwa sababu alipokelewa kwa njia mzuri na wakaishi bila wasiwasi wote. Hakuna ambaye amewahi kuchokoza mwingine. Yan Kipsang. Dada Chebe. Maureen Chepchumba. Niko na mjukuu. Kwa majina ni Betty Chonge. Mama huyo aliweza kunifunza nikiwa mdogo. Alinifunza kupika ukali. Nilikuwa napika tu ukali kila siku. Hata saa hii nikikupikia ukali utakula tu bila mboga. Amen. Asante. Kwemoi. Sema majina familia ya Amos Kwemoi. Kwa majina ni Abigail Chekwemoi. Morgan Kipsang. Asanteni sana waombolezaji wote, ninawakaribisha katika jina la Yesu. Tuweze kuomboleza, tuweze kumaliza safari ya mama hii mara ya mwisho, kwa sababu ameweza kutuokoa, ameweza kutulisha, ametupea maziwa na kila kitu. Mwishowe ametuacha na ametuambia, wakati alituambia yale nimewaambia msipoyasikia, chameni, mimi nikienda ndawaja bure. Hebu mkaeni ngumu. Ninawasema ya kwamba ninapenda Mungu na ninahakikisha ya kwamba nitaamua nikae kwa roho ngumu na niende kanisa na niambie Mungu asante, sitarudi nyuma tena. God bless all. Kwa majina mimi naitwa Amos Kwemoi Chonge. Huyu ndio defense iliweza kumnyorosha na amekuwa mzuri. Sawa. Ani kwa majina zangu ni Chonga Titus, last born wa mama shujaa ambaye amelala. Nasema ya kwamba karibuni nyote, tumalize safari ya mama aende salama. Tunajua ya kwamba tutamiss sana, lakini siku moja parapanda itakapolia, hakika nina uhakika ya kwamba tutaweza kumlaki mama wetu pamoja siku ambaye Kristo atakaporudi tena kutuchukua sisi zote ambao tutafanya kazi ambaye ni nzuri katika ulimwengu huu wa uovu, na Mungu aweze kuwabariki. Asante sana huyo mtu wa afya. Karibu Christine na familia yako hapa. Watasema majina tu. Magdalene Chepkwemoi.
Kwa majina ni Ruth Chemtai. Ni watoto wanne, wala wawili wawaka hapa kwa sababu ya masomo. Kwa majina ni Christine. Asante sana. Yeye ni mtu wa maneno mengi lakini leo ameheshimu. Asante sana. Waombolezaji wote wa mjamboni. Mama ambaye amelala. Mama alikuwa ni mama. Tukitoka shule asubuhi, jioni ama lunch, na tukupate hakuna maybe kwetu chakula, hata mama hayuko, anakutangulia tu kukuona kwa anakuambia mama hayuko, kuja nimeshapika chakula. Tunamshukuru sana kwa sujani, alitufunza, akaturekebisha na tukaishi kwa furaha na kwa amani mpaka ambayo wakati amelala. Mama, rest in peace, tutapatana. Asante sana Jacqueline. Huyu pia ni mtinda mimba, anaitwa Karo Cheptayek, ako na familia. Wa familia waseme God is good. Jacqueline Cheptayek. Elizabeth. Shimaro Chego. Asante. Wapenzi katika Kristo, hamjambo. Hamjambo tena. Mkumbatie Kristo maana yeye yuko. Asante. Asante sana. Songeni so. Alafu ile kitu kuu ni tano. Nitaongesema ni yangu hiyo ndio maana. Kumbe mama iko na kwa roka ta mood because of me. Okay, asante. Kuna eulogy pale mtasikia mmesoma. Yeye ndio contributor mkubwa ya wajukuu na vitukuu. Asante. Mamangu ambaye tumewagi pamoja naye ni huyu atasema. Ojamune dugul. Ojamune suba. Chako mo lugo jadu kul kuman. Kabirti ko ngin balugo jada kabisa. Amala gamani. Yo munyani yumba barbara yun. Yangu mo na ros me bur. Od magar jajing magdo se kambiyo. Ujangu jonin bagayu. Angu mo gole ibati neni te ko de. Aso di lagago na yo me kabisa. Ami abado usuni nyewo sana. Muja mo gai tukul. Yago manam jalo bupani. Weri TV. Amira nyemia kabisa. Asoma lago tukul weri kwa TV kina wanam jo hindi dagenge. Huyu kamemi mama nyago ko weri diri. Tini majage sembie loda. Amanya lago kula gombe. Mamile peni ke moe ke manage dilli baret mbagai. Kitil bondin baret ko kitil na nyori. Mami. Sasa tuko na madaktari hapa wamemaliza, hakuna kazi. Tuko na walimu, hakuna kazi. Viongozi, tafadhali chukua sehemu hiyo. Mtakapoongea sema tu mnataka daktari ama mnataka accountant ama mnataka mwanajeshi, unapata hapa. Sawa, mtakuwa umetusaidia zaidi. Jambo la pili ni kusema tu asanteni ninyi nyote, hasa walimu wenzangu, hasa majirani, hasa dada zangu na ndugu zangu. Tumesaidiana kwa kutibu mama. Mungu awabariki sana. Asante. Asante Dachong Sangula of Kapsongwood clan. She was also a stepdaughter to Roslyn Arresto Chesabit. You can correct hapo, Chesabit. She grew up in a traditional Sabot family setting where she was nurtured with strong cultural values, respect, and hard work. She was a loving sister to the late Mesa Bellet, Pistori Kokoyo Cheminingwa, Rebecca Yeko, Edward Samikwo, Julius Chelimo, Saeko Cheminingwa, Kwemoi Cheminingwa, Leonard Muse Cheminingwa, and Eliud Juma Cheminingwa. She was niece to the late William Sangula, Mangusoi Sangula, Kaptendet Kap Chepwarat, Naibei Chemugengin Samikwo, the late Kogo Posho of Kap
Surungai, Rael Yeko Kapcherui, Gilbert Kingi Cheminingwa, the late Morris Cheminingwa, Jocelyn Chesirken, the late Priscilla Vistori, Richard Sangula, Chebet Vistori, Cheminingwa, Lily Samikwo, Jonas Samikwo, Kiplangat Chelimo, Dorcas Chelimo, Chemayek Samikwo, Simon Saekwo, Susan Saekwo, Celestine Kwemo, Nancy Muse, Hilda Muse, Kevin Muse, Chemtai Juma, Edwin Juma, Peter Cherui, Simon Cherui, Dr. Cherui, among many others. Education and occupation. Gogotaina attended Kaptama Primary School, where she was enrolled in the late 1940s. Late 1940s, she proceeded up to class 3. While in school, she demonstrated strong leadership qualities and served as a class prefect, a clear sign of the responsibility and dependable woman she would become. She dedicated her life to family life and farming. She was a hard-working woman who tilled the land diligently to provide for her family. Initiation. In 1956, she was initiated into adulthood under the Kaplelach age set. According to the Sabaot traditional culture, this marked a significant transition in her life, preparing her for responsibility, resilience, and womanhood within the community. Let's go to marriage and family life. A very long story here. She got married to the late Stanley Chonge Cheminingwa of Kapius clan in 1957. She was co-wife to Rose Chonge, and their union was blessed with 15 children. She became the proud mother of the late Rosalind Chemtai, Stephen Kwemoy, Doris Cherotich, Evelyn Chonge, Fred Jomo, Nelly Limo, Josephine Cheminingwa, Ronald Tule, Nancy Chero, Celestine Cheptorus, Peter Saekwo, Ibrahim Kimtai, Lydia Temko, Salim David, Christine Chesang, Caro Chepteek, Titus Cheminingwa, Betty Chonge, Hilton Juma, Amos Kwemoy, Jacqueline Cheminingwa, Nicholas Kusuro, and Alan Kiboy. She was also blessed with 57 grandchildren, 47 great-grandchildren, and 5 great-great-grandchildren, bringing her lineage to many generations, as you saw them here. Her home was always filled with love, guidance, and wisdom. As a mother-in-law, she embraced her children's spouses with kindness and warmth, treating them as her own. She was a mother-in-law to the late Joseph Simoto, Morris Wafula, Prinis, Samuel Kosgei, the late Limondiwa, Rose Chemtai, Kironget, Helen, the late Michael Shikoli, Adeline Chelimo, Sarah Matasi, Dominic Masai, Dominic Kipkemoi, Bernard Ndiema, Susan Nasimiu, Salome, Sharon, Agnes, and Stella. Let's go to religion. And here we had a typing error or a misword. Gogotaina was a woman of faith who believed strongly in God. She lived a life guided by prayer, humility, and forgiveness. She encouraged her family to remain united, to trust in God in all circumstances. She was a member of the Seventh-day Adventist Church. I know yours is missing. Health and demise. Here is very critical. Gogotaina Subet Chonge lived a healthy life during her youthful age. She had which were treated by her mother and got healed. She lived healthy till early 2000, when she complained of joint pains. In the year 2010, she could not walk upright,
but bent and supported herself by a walking stick. The situation continued worsening and was taken to Dr. Edward Chemwachar, where she was diagnosed with arthritis and pressure. She was treated and got fair. In late 2023, the joint pains were on and off. Until then, she was taken to Kaptama Mission Hospital where Dr. Ian Limo treated her of the same arthritis, having reemerged again, as well as other small illnesses. On 14th of April 2024, she was taken to Lugulu Mission Hospital after she complained of back and leg pains and was admitted for 1 week but never fully recovered. On December 2025, her health continued deteriorating and was taken to Dreamland Hospital, then to Dr. Michuki Hospital in Kitale, and later to Sunrise Max Care Webuye, where she was diagnosed of pancreatic problem and was referred to Kakamega General Hospital for CT scan. On 10th February 2026, and where all her organs are of good form, shape and size, except for the said pancreas, and was referred to Moi Teaching and Referral Hospital. That's in Eldoret. On 11th, just the next day, February 2026, she was taken to Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, where she underwent CT scan again before treatment. Her response was low and developed breathing difficulties. Then she was supported by a machine, and sadly, at around 4 p.m., she succumbed to septic shock and passed on. I will allow my sister here, my dad, to read the tributes that this one on behalf of my aunts. Tributes from grandchildren. Dear Gogo, you are the heart of our family. Visiting you was always special. You welcome us with love, stories, and blessing. Your laughter filled with home, and your presence made us feel safe. You taught us respect, prayer, and the importance of family unity. Even when you grew up older, your wisdom continued to guide us. You are proud of each one of us, and we are proud to call you our grandmother. Though we will miss you sitting beside you and listening to your stories, we find comfort knowing that you live a full and blessed life. Your love will forever remain in our hearts. Rest in peace, Gogo. We will carry your lesson with us always. Thank you. Ipo yutu kwa upande ya Sons by Peter Saiko Chionge. Hiyo jina Saiko ndio tunasema kwa wachomba isipotee. Ndio ninaitwa hiyo jina. Dear mom, you are not just our mother, you are our foundation. You taught us the value of hard work, honesty and unity. Through farming and dedication, you ensured that we never lacked. You showed us that a man's strength begins with the lessons he receives at home. You disciplined us with love and guided us with wisdom. Even when life was difficult, you remained strong. You remain strong for us. Your prayers protected us. Your hard work shaped us, and your sacrifices built the men we are today. We will never remember your words of encouragement. We will forever remember your words of encouragement, your calm voice, and your unwavering faith in us. Though your physical presence is gone, your teachings remain deeply rooted in our hearts. Rest well, Mom. We promise to uphold the unity you cherish. Amen. Thank you. On behalf of my aunts, kindly let me read this. A tribute from daughters. Dear mother, you are a role model
our confidant, and our greatest teacher. From you, we learned patience, humility, and resilience. You taught us how to care for our families, how to respect others, and how to remain strong even in difficult times. Your home was always open, your heart was always welcoming. You celebrated our successes and comforted us in our struggles. You taught us that a woman's strength is shown in her ability to love, forgive, and endure. We will miss you. We will miss your warm smile, your guidance, and the way you call each of us by name with so much affection. Thank you for being our mother, our mentor, and our friend. Rest peacefully, Mom. Your legacy lives on in us. Thank you. Kindly. Hallelujah. Reverend Judy Lubanga, spiritual leader in that office. May God bless you so much. And pole sana familia ya Chemningwa. God bless you so much. Hamjambo wote. Majina yangu ni Nyongesa Gladys. Dada Josephine, nasema pole pamoja na jamii kwa jumla, nasema pole. Pole majirani, Mungu awabariki. God is good all the time. Kwa majina naitwa Simon Karanja, tunafanya na huyu madam kwa ofisi moja. Asante. Hamjamboni nyote. Kutoka juzi nimekuwa nikisema ya kwamba mimi ni speaker Kilimani location Eldoret. Na ni kama wengine hawakusikia vizuri. Sasa mmethibitisha? Mmethibitisha? Asifiwe tena. Naitwa Dorcas Jeliot, natoka Kilimani College. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Jackson Juot. Tunamuonyesha watu wa huku Mkongo, napenda tusimame pale ndio muone vizuri. Haya, makofi kwa wazee wakienda. Asante. Kwa nini wanatupea Mkongo? Chief, acha nirudi huko. So naitwa Gladys Pito, acting chief Kilimani kule Tarbo. Tumeleta pole zetu kwa Cheminingwa, pole kutoka Tarbo sub county. ACC amesema pole kwa sababu ya kupoteza mama. Tumepata jamii nyingine. Sisi ni dada na ndugu wa Cheminingwa. So sababu sitaki kuchukua muda mwingi, tunasema tu pole, pokea pole zetu na pole sana sababu tumewajua familia yote. Asante kwa kumtunza mama. Mama alifanya kazi yake, watoto 15 si kazi rahisi, akawatunza wote. Kwa hivyo kwa sababu ya anga sitasema mengi. Farijikeni na Mungu awabariki. Asante sana Mucho, Misiri Mwalimu Chonge. Mwenwe juu hivi. Warakishe wale wasanda tuweke. Hakuna mvua, hii si wilaya ya mvua. Sasa ni moja ambayo tutapeleka kwa kaburi huko ili tusikie. Watoto muende kwa nyumba, mtakanya watoto. Watoto songeni. Hii watu weke kitu. Waende tu kabisa. Direct. Hapa nyinyi mtatoka. Unawekea huko. Huko mtatoka.
Basi kama vile maandiko yanavyosema katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 24 ya kwamba maisha ya mwanadamu imelinganishwa na matawi ambayo inanyauka na kisha inakauka. Basi dada wetu, mama wetu mpendwa, hapoteremshwa kushushwa ni kwa sababu Yesu alipokuwa katika dunia hii, vile vile baada ya kufa alizikwa. Lakini furaha kubwa ni hii ya kwamba katika Yohana 5:28 ya kwamba siku itafika, na hiyo siku inakuja. Siku hiyo parapanda itakapolia, Yesu atashuka na malaika wengi, na ndipo sauti itatoka mbinguni na wafu wote watasikia sauti hiyo na wataamka. Ndiyo sababu katika mstari wa 29 wengine kwa ajili ya uzima wa milele na wengine kwa ajili ya aibu na mauti ya milele. Kwa hivyo sisi hatuna budi kumlaza dada wetu hapa, mama wetu siku hii ya leo hadi Yesu atakaporudi mara ya pili. Ndio milele ya kwamba leo hii wewe ambaye unashuhudia uweze kutengeneza mambo yako, so that siku hiyo itakapofika tuweke katika usingizi wenye matumaini. Baba wetu na Mungu wetu, furaha yetu ni ya kwamba mama wetu amelala ndani yako, na sisi utakapokuja kufufua wafu wote, maana watasikia sauti yako na wataondoka makaburini sawasawa na vile Lazaro alipoondoka. Mungu, tunasema simama pamoja nasi, aweze kuona sisi ndio tukifanikiwa kutana na mambo yetu katika ufalme wako wa milele na milele. Ndio ombi letu na kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana.
watakapokusanyika maoni kule juu, hatimaye koloni Basi kama vile tulivyohubiriwa asubuhi katika Mwanzo 3:19, neno la Mungu linasema ya kwamba kwa hakika utakula mema ya nchi, lakini siku utakapopumzika udongoni utarudi. Ndiyo sababu sisi kwa upendo mwingi tunabudi kumrudisha mama wetu udongoni. Ndiyo sababu leo tunasema udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, na majivu kwa majivu, sawasawa na vile tuliambiwa ya kwamba kuna wengine wanachoma, wanaangamia kwa moto. Hivyo basi, kwa imani Yesu aliye na ufunguo katika Revelation Yesu